kuonyeshe wanawake waliokuwa na akili na vile walifanya. Mwanamke akaenda kwa sababu alipokutana na Joshua akamwambia hii Mungu yaani siku kumaliza mtamfuata. Mtakuwa na akili kama Mungu. Lakini mwanamke Biblia inasema alipoangalia mti akaona ile mti unafaa kwa maarifa. Aliona akaona ile mti unaleta maarifa. Mwanamke akaangalia mti na akaona ile mti unaleta nini? Na ukweli ukaleta. Aliona mti na akatambua kwa akili yake. Akatambua mti unaleta maarifa. Na alipokula maarifa ukweli akakuta. Na baada ya kumwambia ukikula akili itakuwa na maarifa na akili. Na alipokula akili ikakuja. Si hata mliona hiyo, hata kama alitoa mamlaka kutoka yaani kila kitu, anaanza kuona hiyo mtu yuko na akili wala maarifa. Mwanamke aliangalia na akaona. Baada mwanamke alikuwa anatamani maarifa. Ndio anaanza hiyo mtu. Alikuwa anataka hiyo maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanamke amepewa akili nyingi sana. Ndio mfano. Mwanamke alikuwa na akili sana, ijapokuwa akili yake ilikuwa mabaya na akili yake ilifanya mfumo. Akili ya Dalila. Dalila alikuwa mwanamke mwenye akili sana. Dalila aliolewa na Samson. Na desturi yake ilikuwa alikuwa Samson yule. Alikuwa kama hata kama Samson alikuwa anakuwa na Mungu. Lakini je, yule alikuwa kichwa wapi kutoka? Kwa hiyo kama mwanamke anataka apewe pesa na bwana wake, mbabu ana akili amechanganyikiwa. Kwa maana pesa itoki kwa upande. Pesa itoki kwa nini? Ukado mwanamke mwenye ukimlakia upande itoka. Na atakuja Mungu kwa kitu unafanya. Lakini ukielekea kwa mwanaume, mwendo utachuka nazo. Na hata kama ni ngumu kama nini, huyo mwanaume atakuelewa kweli. Amen. Tuangalie mwingine. Solomon ndio mwanaume aliyopewa akili duniani. Biblia inasema tangu ulimwengu ulipoumbwa hakujaonekana Mungu ako na akili kama Solomon. Hata saa hii na hata kwako isipokuwa Yesu Kristo peke yake ndiye alitajwa kuwa na hekima kuliko nani? Huyo peke yake. Lakini Solomon akaoa mwanamke mmoja alikuwa na akili ijapokuwa Solomon amepewa na Mungu. Yaani mwanamke akakuja sana kusema Solomon akajenga madhabahu ya bahari. Na wakati kwa Mungu na Solomon. Akamwambia tukiabudu yako leo, unaenda kuabudu yako kesho. Na Solomon akafanya hivyo. Na mwanamke alienda kwa mtu kwake akamwambia unajua unipendi. Kila siku. Na mwanamke anataka unipendi uangalie kipepo na unataka upendane kama ni kunyolewa nywele ama ni maendeleo. Kuangalia nisaidie na unauliza wanaye gani? Kama utakuwa na kile ukili nasema kama mwanaume na akae na mke na nini? Na akili. Kwa Yesu asifiwe. Unaona atakwambia vitu hivi kwa ajili ya muendelee na kuna mwingine atakuwa na vitu hivi ya muendelee. Amen. Kwa hiyo tuelewa hapo mwanamke mwenyewe ndio akuna akili ya kujenga nyumba. Mwanamke mwenye akili kujenga nyumba yake mwenyewe. Ukiona kimomoka, shida si mwanaume, shida ni nani? Ni mwanamke. Na mwanamke anaambiwa akae na bwana wake hata kama yokoka. Hata kama ni mleto kawaida, wewe kwa kaa tu ndio mtu nywele mpaka tu Mungu. Kwa maana mtu mwanamke alikuwa ameokoka, akijua mwanaume mbele hata nguruwe kumwangamiza.
atanunua ile ya ile ya dhambi amletee utukufu. Sema amen. Mwanamke yaani mwanamke akae na mwanamke hata kama hajaokoka. Bwana hata kama mwanaume hajaokoka, si kumaanisha ni sababu ya kuachana na yeye. Hapana. Labda huyo mwanaume akiondoka unarushiwa watana, lakini akiondoka si umuondoe. Na mwanamke akiwa hajaokoka akiondoka watana naye afanye nini? Na unarushiwa kuolewa. Unarushiwa kuolewa tena. Maandiko yanaturuhusu. Siwasomee hiyo Bwana. Wakorintho 13. Wakorintho 13. Sawa na wengine wanaona tunasema Wakorintho 13. Sawa na msema. Wakorintho wa kwanza 7 mstari wa 32. Nasema lakini nataka msiwe na masumbufu. Soma na 36. Soma na 34. Tena liko tofauti hii kati ya mke na mwanamwali. Hapo kuna maana nasema kuna kiwango utamwokoa bwana wako. Kuna mtu hawezi kumwokoa. Mwanamke hufungwa maadamu mumewe yu hai, lakini ikiwa mumewe amefariki na huyu huru kuolewa na mtu yeyote amtakaye katika Bwana mtu. Lakini mtu awaye yote akiona kuwa amatendeni mwanamwali wake mpendezaji, na ikiwa huyo amepita vizuri. Mstari wa 15, lakini yule asiyeamini akiondoka na aondoke, hapo huyo ndugu mume au ndugu mke afungiki. Asiamini akiondoka anafanya nini? Naondoka. Lakini yule asiamini akiondoka na aondoke, hapo huyo ndugu mume au ndugu mke afungiki. Lakini Mungu amekuita katika imani. Mstari wa 16, kwa maana wajuaje wewe mwanamke kama utamuokoa mumeo? Wajuaje wewe mwanamke kama unaweza kuokoa mumeo? Kuna watu wasio kuokoka. Hata kama ulizikana katika tamaa zenu. Kuna wengine matini ya jana. Na bado utaishi mmoja hadi mbinguni. Hata Yesu siku ile anasema mmoja atachukuliwa na mmoja atafanya nini? Ataachwa. Kwa hiyo hii mambo ya mwili haushikani na roho. Mambo ya mwili ni mwili. Kwa hiyo Mungu alipoumba hao watu alikuwa na mpango. Na Mungu wakati alitoa mbao mmoja, hebu angalia watu mmoja. Mungu akakuja, watu wanaweza kuuliza, je, mbona Mungu hakuumba watu wawili mara moja? Akakuja kutoa mbao tu ili aone mwanamke. Mbona hapo mwanamke alikuwa mzima? Haya ni kuuliza swali moja na mimi. Saa hii niliona nyele watu wanaume wakiandamana na yeye kwa haki yetu. Kwa nini tunapigwa na wake wengi wa pesa? Tunapigwa na wanaume wazima wanasimama wanaandamana. Tunapigwa na nini? Na hiyo mbao moja
na wanasema mwanamke ni kiumbe dhaifu. Na ni wanaume sasa hivi wanapigwa na wanawake. Ni wangapi wanaume sasa hivi wanapigwa na wanawake? Alafu wanasema ni kiumbe dhaifu, kila kupiga, kila mtaka usiku unashangaa. Hiyo ni baikaliki. Wanasema ati wanawake ni kiumbe dhaifu hapo. Na sisi na wanaume wanachapa. Kwa maana kwanza ni kwa kile ukikataa Mungu, mwanamke anataka kupata hata ukipata uchuki. Bado unachapa na mwanamke. Na Mungu anamuita mwanamke, Biblia inasema kuna wanawake wamepewa nguvu ili wachape wanaume. Wangapi wanajua hiyo maandiko? Soma kitabu cha Mhubiri. Sikiliza kitabu cha Mhubiri. Kuna wanawake wengine wamepewa nguvu ya kuchapa wanaume. Na mwanaume ataka kumchapa aliye. Mhubiri sana kwa sisi. Mhubiri mstari wa 7:6. Sikiza. Nami nimeona lililo na uchungu kupita mauti. Nani mwanamke anapiga mtu ni uchungu kuliko mauti. Nani nikaona hiyo uchungu kuliko mauti. Ndio hiyo. Yaani mwanamke ambaye moyo wake ni mitego na tanzi. Ambaye mwanamke yaani moyo wake ni mitego na tanzi. Na mikono yake ni kama vifungo. Na mikono yako mwanamke ni kama vifungo, akikufunga amekufunga. Yeye apendezaye Mungu ataponyoka. Yaani yule anayependeza Mungu ataponyoka kwa mwanamke. Hapo ni kuponyoka ni bodi fulani hata ungaleo mzee. Una maana unapigwa na nyamaza unaweza kunyamaza. Unaweza ukapata na kuongea unaambiwa hata ni hilo unaona hapa ndio hivi. Unaona hapa ni tizo tu. Na kupunguza sauti. Unakuta mtu anapunguza sauti. Wewe unafanya hivyo. Wewe unafanya na mke wake. Yaani jamaa akiongea anakuta mwangalia sauti ichukue chini. Hizo tu macho tu. Ile ukanda ni kwa nini nimekulia. Hizo tu. Kwa Yesu asifiwe. Biblia inasema ndio huyu ampendezaye Mungu ataponyoka huyu mwanamke. Ndio asiyempendeza Mungu. Bali mwenye dhambi atanaswa na yeye. Bali mwenye dhambi atanaswa huyu mwanamke. Kuna watu ambao wamepanda watolea wanawake wawapatia adhabu. Mimi chimba kilikuwa nyumbani. Tunakuwa paka. Nyumbani tunaongea. Bwana Yesu asifiwe. Kama tumtangilia Bwana Yesu. Kwa hiyo tukikosa kumpendeza Mungu, hata kama yule wako unakuta ameloa, anaanza kuwa shida wa nyumba. Auongee pia anaongea. Amen. Sema amen. Kwa hiyo Mungu akaona mwanamke akamtoa katika ubavu wa mwanaume. Alipomumba akatolewa ubavu. Ni Mungu aliangalia akaona ili tuweze kukaa katika dunia. Mwanamke akiumbwa akiwa na macho kama mwanaume hawatakaa pamoja. Kwa maana mwanamke atatoka nje mwanaume kuliumbwa na mimi ninafanya hivi. Sana. Tanyanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wakati anaongea mpaka unanyamaza. Mpaka unatoka mlango unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke naye anajua kile analipiza naye. Hapo ni mpiga kofi. Kwa yaani hata unaweza kukutana na mwanamke meno mbili iko chini. Anasema amenipiga lakini mimi hakuna kitu nimemwachia. Nimemwambia sasa hivi unamwachia yaani kila kitu unamwambia. Yaani hana alama kwa meno mbili iko. Lakini haona meno mbili zimetoka, anaona kila anakuambia. Yaani mwanamke shida yake ni mdomo. Kwa hiyo wengine wakaanza kuongea hata ukiwa mwanaume. Wewe unajipa sekunde anaanza kupiga ile nyumba. Unakuja kwa kutumia si lazima ukae kuonana hapo sana, muongee mpaka jioni. Kuna wakati ndio kuongea. Kuna mtu
mpe nafasi ongee. Bwana Yesu asifiwe. Mpe nafasi ongee. Mpe nafasi ongee. Akiongea sana hiyo atatulia. Ukikataa kumpatia nafasi, anaweza kutoka hapa siku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukimpatia nafasi akaongea, hiyo maneno yote utamaliza na kumwambia sasa tuongee. Na utaongea vizuri na ile asili iko imeshuka. Wewe acha ongea kila kitu. Na ukijua hiyo hakuna kuomba na kuna siku mgawa baadaye mbona siku moja utakuta anapiga kelele anafanya kila kitu, lakini baadaye mnamalizana hapa unamwambia sasa hebu tuongee sasa. Sasa anaona kila kitu. Anaona yani anatoa kile kitu na hiyo akianza naye kuongea. Atakwambia kitu ni kile tangu siku mnaona kama lakini atakwambia tu sibio ulianza kumuoa. Atakwambia ufanye pengine uweze kumbuka. Leo atakwambia kila kitu atakwambia. Na upe nafasi ongee. Na hakuna siku za mzee mgao. Hakuna siku za mgao. Kwa maana umpatie nafasi kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke nakwambia kuna walengo na kama wanawake lakini Wakristo wakali na wanawake. Kuleta na kama mwanamke walimu. Kuna mwingine nilikuwa naona tunakaa na wengine hapa walijua alikuwa ananua mke wake na panga. Unaende kama ishi na nyoa na panga. Wao nasikia wanaongea hao wanamjua. Alikuwa anakuja na panga ananunua nywele. Sote. Akinua anakuja kesho. Wao yaani ukiwakuta wasi kwa na nyoa tena. Lakini Mungu kwa ajili ya kuandika mwanamke, Mungu akaoa yule mwanamke. Akaoa yule mwanamke. Mungu akaoa mwanamke kwa sababu alikuwa mjinga zaidi na alikuwa tajiri. Kwa hiyo mwanamke asiyepatia mume wake heshima, huyo ni mpumbavu. Mwanamke anayetoa siri za mwanamke nje, huyo ni mpumbavu. Nikwambia ukweli leo. Kwa Yesu asifiwe. Naye mwanaume heshimu mke wako. Usiongojee heshima ipeleke mahali heshima hakuna. Wewe ungojea ni mwanamke akuheshimu, na wewe hakuna heshima uko naye, usiongojee. Ungojea utachoka. Kwa maana mtu anayepaa mpewe heshima ni mtu anaona nini? Heshima kwa nini? Wewe upewe heshima na wewe mwenyewe hauna. Hauna nafasi wala heshima, ungojea wewe heshima ni kuja kutoka wapi? Kwa hiyo lazima tupate asikia tu. Na kwanza Biblia inasema mheshimu mke wako. Na ukae na akili. Mwanaume naye anasema ni mke wake na mimi. Na mwanaume anakaa na mke wake na mimi. Na akili. Mwanamke asio na akili, ukaa na mke naye ni mwadhara. Bwana Yesu asifiwe. Anakula vitu leo, anaenda
Baki na kaa siku mbili, anakuja anatoa moja moja. Anaingiza maji vifua. Natoa moja moja tu. Ndio maji itakaa kwa siku tatu. Akaa kwa siku tatu, yaani maji kaa kwa siku tatu. Amani hapo inarudi, atakunua moja moja. Hiyo inaitwa akili. Hiyo akili ndio mwanaume anakaa anaambiwa akae naye. Unajua mwanaume ni kama Mungu. Angalia vile tunapigiana Mungu kelele. Na Mungu ananyamaza. Anafikiri Mungu anaongea kuongea. Unaongea. Unataka na mambo sana zaidi na Mungu. Mungu ananyamaza. Kama asubuhi ananiambia. Sasa huyu Mungu wakati naumia huku na hata kama naambiwa hapo. Anaona vile naumia hapa kweli. Ninajeleza Mungu ambaye Mungu ana shida. Sasa mwanaume ni kama Mungu. Bila nakali Mungu ile sasa mwanaume anaomba kwa mfano wa nani? Mwanaume anaomba kwa mfano wa nani? Wa mwanaume. Kwa Korinto 11 mwanamke anaomba kwa mfano wa mwanaume. Mwanaume anaomba mfano kwa Mungu. Sasa nao wako mwanaume wacha kufanya mtoto au kazi kama mwanamke. Kama ni kelele unapiga mpaka asubuhi hapo. Lakini mmoja ataingia anapiga kelele. Sasa mwanaume anaweza kutokea sema sasa ni kwa nini? Leo wanga kusikia. Wasielewa kwa sababu yeye. Niliuliza wewe wacha nafasi tena ongea. Alafu unaona masaa mawili. Sasa akimaliza masaa mawili kaa naye. Mwambie kule, hebu niambie ile maneno ulikuwa unaniambia. Sasa hiyo ndio maneno imeisha. Ile yote ilikuwa imeisha. Sasa ile mbili ilikuwa ile ilikuwa itarekodiwa. Inamaliza kwamba ile ndio kazi ndio kazi ilikuwa imemaliza. Hakuna kurudia labda urudishe. Sasa ikifika mwisho aliungana yeye rudi labda uipige basi. Wao mwenyewe lakini si yeye. Si ile kazi kirudishe ni wao mwenyewe upige nini? Basi. Uipige basi. Lakini usipopiga basi hapo sasa ni wao watakuwa ukiongea sasa. Amen. Ndio mimi pale kazi ile ilikuwa ni kazi ya zamani. Ikimaliza wimbo haikuwa inarudi yenyewe kama upige nini? Tumashi wewe mwenyewe. Sasa akimaliza hapo sasa ndio kama kuongea. Sasa unakuta sasa hiyo maneno ulikuwa umeandika kitu unakuwa kula kitu ulikuwa unakwaza ni sasa hiyo haya zamani hiyo maisha. Sasa roho imetulia. Baada hiyo usifiwe. Unakuuliza unamngojea asili maisha. Amen. Hapo utakuwa salama na utakuwa na furaha. Hebu tumchangilie Bwana Yesu. Hiyo shida ni kile tunapatia nafasi kidogo, aongee kwa watoto wapatie nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine tutaongea naye na kuna mwingine tulikuwa tunaongea naye. Hata ndio basi ukikataa ongea nitakufa. Na wewe nitakufa. Na wakati aliongea wakati aliongea nafasi ongea. Hiyo ni kama hakuna haki nyingine mwanamke anatoka na kupata nafasi ya kuongea. Hiyo ni haki. Na Mungu huko. Kwa sababu ya kuongea. Wewe mmoja. Kwa hiyo kuna kitu Mungu ameupa na kama ameupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wote pamoja, lakini kuna wengine wanaweza siku tofauti. Nataka kumalizia. Nikimalizia nikisema hivi. Mwanamke na uhusiano wa mwanamke na mwanaume ni katika mwili, si katika roho. Tusome katika Yohana 3:6.
Maandiko yanasema kilichotaliwa kwa mwili ni mwili, kilichotaliwa kwa roho ni roho. Kilichotaliwa kwa mwili ni nini? Kwa hiyo mwili ni tofauti na roho. Kile kilizaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni nini? Ni roho. Kwa hiyo mwana bila kuhusikana na mtu wa mwili kwa mavumbi. Mtu wa roho ni mtu mzima, kama vile unajiona hapo umesimama hivi, ndio mtu wa roho anaweza kusimama hapa, kwa maana mtu ameumbwa mfano wa malaika. Bila malaika anaweza kutokea katika hiyo kuta na wewe unaona, tunaweza kufunga hapa, tufunge kila mahali, na malaika akuje hapa na uwezi kujua maana ametokea. Na huyo mtu ni mtu mzima, kwa maana ndio mtu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Huyu ambaye ni mtu mzima ambaye amesimama, na ndio hakuna siku utakamwona mtu akiwa si mtu. Hata wakati utaondoka duniani utaenda kuwa mtu na kuwa mzima, bila unajua kuwa mzima. Mwili ndio utaacha, lakini kile atoke vipi? Na umeona akiwa na nguo zake na yeye na nguo zake vile kuna niona ndio taenda na nilikuwa na nguo zangu vile niko nazo, kwa maana hata ukienda mbinguni unavalishwa kanzu, na ule anavalishwa kanzu ni mtu mzima, unamuona mzima vile alivyo, lakini huyo ni mtu wa roho na mzima hivi. Na ndio maana hata wewe wakati unatembea mahali, kwa maana kuna wakati Mungu anakupeleka na anakutembeza mahali. Unaweza kuwa wakati ulikuwa yakuni Nairobi, ulileta ukaota. Ulipoleta ukaota kuna nyumba iko majengo imetengenezwa hapo nje hivyo na niko ndoto. Ukaota kwa hiyo nyumba na vile nakaa, unakaa miaka ingine 3. Baadaye unakuja Nairobi. Ukikuja Nairobi unakuja majengo. Unakuta hii nyumba niliona kwa ndoto. Sija kwamba ulikuwa kwa ndoto. Ni Mungu alikuchukua katika roho, akakupeleka majengo. Akakwambia siku moja nitakuleta mahali hapa. Huyo Mungu uleta kumbe. Ezekiel anasema nikawekwa katika roho. Yohana akasema nimewekwa katika roho. Ile kuwepo katika roho ni wakati unapoota, Mungu akitaka kufunulia kitu anakuchukua katika roho, anaacha mwili. Sasa wewe kwetu inabaki ikuwa ni ndoto. Sisi ni kuona tumeota, lakini Mungu alichukua mtu fulani, akachukua Germany, akampeleka Nairobi, akamwonyesha siku moja nitakuleta mahali hapa. Bali ndio historia yangu mimi mwenyewe. Siku moja nilikuwa pale Siri, nikaota nilikuwa Tanzania. Mahali nilikuwa Tanzania ni mahali tunashikwa dhahabu. Nikaambia watu siku moja naenda Tanzania. Watu wakaniuliza, wewe unaenda Tanzania ukafanya nini? Na ukishikwa na dhahabu Tanzania, nikawa mtu anachukua dhahabu. Nikawaambia mimi siku moja naenda Tanzania. Niliona kuna ng'ombe nilikuwa mtoto, ng'ombe 2. Niliona nilikuwa hapo karibu na mahali kuna shika dhahabu. Nikaona nikichukua ng'ombe hapo. Sasa nikaambia watu siku moja nitaenda Tanzania. Watu wakaniambia kuna wasibu. Tanzania ukipata ndani kama bangi, afadhali hata bangi. Sasa watu wale waliokata matumaini, unajua hata yeye na mambo yako, kwa mambo zingine usiambie watu. Wewe uko kuambia watu kwa mambo watakuvuta moyo. Sasa nikakaa baada ya miaka kama 4 ikakuja kutokea nikapatana na Mwarabu. Nikaanza kufanya naye kazi.
ukuje Tanzania, sikule nilienda Tanzania nilikuwa bondo na bila passport. Unajua ukiwa ni imani na Mungu na Mungu alikwambia kitu ulikuwa na uhakika na Mungu au bali kwa sasa hebu niambie wewe ukienda leo nenda Tanzania, wewe ukuje Tanzania hauna passport na nini ya wewe unaweza kufanya hivyo? Ndio wewe unaweza kufanya hivyo? Kwa sababu hii hata kutoka hivi na sina passport ndio ukijua na ukishika huko ni kufungwa. Lakini mimi nilikwambia Mungu nilikuta bonda na nilikupa passport. Nikakuwa nikaenda kubahatia kama wewe. Na miguu. Unajua kitu kinaitwa imani. Imani hata kitu kinaitwa imani kinatengeneza kitu ambacho hakiko. Imani si kufanya vitu vya kawaida. Amen. Sasa wakati nilienda pale nilienda Arusha Male karibu na Male tunashikwa dhahabu. Bali nilienda Arusha Tanzania. Nilienda mahali kuna karibu na mahali unashikwa dhahabu. Kwa hiyo Mungu anakuonyesha kitu, anakuambia mahali hapa nitakuleta. Kwa hiyo ile ndoto umewahi kuona kuwa mahali fulani, usikubali ndoto yako ikufe. Jua siku moja Mungu atakufikisha. Uanze kuwa na imani ya kwamba Mungu alikwambia na utafika. Sema amen. Hebu tumchagulie Bwana Yesu. Kitu kingine ambacho unafanya Mungu hata tamaa kwa sababu ya mambo kuna katikati yako. Kuna mahali watu mtu inafika anakata tamaa haraka. Sio mtu anakata tamaa haraka. Hata kama shida imekuja na kuna kitu Mungu alikwambia. Mungu nilisema leo Mungu si mwanadamu anasema uongo. Wala si mwana wa Mungu apate kujuta. Mungu iyapokuwa amesema kitu lazima atatimisha. Mungu hawezi kusema kitu na akose kutitimisha. Amen. Leo tumtangilie Bwana Yesu. Kwa tunaweza kusikana na Bwana. Siku ya leo ni siku ya unajua ile nyingine leo ni siku ya Betende. Wakati Yesu aliingia Yerusalemu, watoto watu wanaimba usana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio siku ya Betende ambaye Yesu aliingia Yerusalemu. Na wiki tunaenda Sunday hii inakuja, tunaenda Pasaka. Tunaenda wakati wa Pasaka. Wakati Yesu aliweza kutolewa kama sadaka. Wakati wana wa Israeli waliweza kutoka Misri. Na Mungu akasema, akaambia Musa, ambia watu utakuwa ni Pasaka yangu. Ni wakati ule Musa aliambiwa kila mtu au mwanakondoo wachinje mwanakondoo. Na wanapochinja mwanakondoo wamwage hiyo damu waimwagie kwa milango, kwa maana Mungu ndio wakati wa kuwatoa Misri ili mweze kwenda nchi ya Kanaani. Na wakati malaika wa Bwana atakuja, akikuta milango yenu imemwagwa, yaani milango yenu imewekwa damu, Mungu ataingia nyumba zenu awangamize. Lakini nyumba za Wamisri zote ataingia atawaangamiza. Na Mungu walipofanya hivyo, ndio Mungu aliua watoto wote wa kiume katika nchi ya Misri, mtoto wa mnyama na mtoto wa mwanadamu. Akaua hata mtoto wa pekee wa Farao alikuwa wa kiume akakufa. Ni wakati tunaenda Pasaka, mwezi wa 4 Pasaka hii wiki tunaenda, ndio Mungu aliweza kuwakomboa wana wa Israeli watoke Misri. Na Yesu ilikuwa ni mfano, kwa vile Yesu mwenyewe atakuja kutukomboa sisi na sisi tutoke katika dhambi zetu. Kwa maana ukombozi wa Musa na wa Misri na wa Israeli ulikuwa wa Israeli tu, lakini ukombozi wa Yesu Kristo ulikuwa ulimwengu wote. Na ndivyo Yesu akafanyika Pasaka pale Kalvari, akauawa kwa ajili ya dhambi zetu. Wiki hii ni wakati wa kujitolea katika Bwana. Mambo ambayo yalikuwa yameshindikana katika maisha yako, tuweze kuwa na maombi
familia, hata vifungo. Yesu Kristo, maandiko yanasema alifanyika laana ili aondoe nini? Wagalatia 3:12-13. Yesu alifanyika laana ili atuondolee laana. Wiki hii tukiamini Mungu, hata kama ni laana ya kwenu nyumbani, hata kama kuna vitu vingi vinatufanyika katika familia, lakini inashindwa kuondoka. Tukiamini wiki hii na tukitolea mioyo yetu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunaenda nataka tuombe wiki hii, nataka tuweze kuwa ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hata nilikuwa hapa sasa hii leo, nilikuwa niende maombi, nikajipanga kila kitu, lakini Mungu akanizuia nisiende. Baki nile nimetoka kwa kazi. Nilikuwa kwa mwezi kutoka. Nilikuwa nataka kufanya maombi hata wiki hii mpaka wiki hii. Lakini najua kesho ndio maombi. Nataka watu waende maombi ili tukutane hapa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hii maombi nzuri natangaza tuweze kuja maombi ambayo tukienda kuomba tunaenda kusikia mwenyewe. Hata kama umefunga usitangaze. Na kuna wengine wanakaa hapa naye unasikia hatipasta nenda maombi mista mwili Yesu. Acha mimi. Saki. Kuna watu wanatoka hapa au ukisema jambo hapa kazi yao ya kuhubiri. Tuweze kusema Mungu awabariki. Sema yeye. Mungu tuna kwa Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Nimekuja mbele sana. Asante kuniokoa. Asante kwa kifo chako msalabani. Bwana Yesu. Ni kwa ajili ya dhambi zangu. Kila laana juu ya maisha yangu leo naiacha hapa. Wiki hii ni ukombozi wangu, watoto wangu na hata kwa familia yangu. Bwana Yesu, wewe ni Mungu unaweza yote. Niokoe, nitakase, niponye, nibadilishe katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mkuu unaweza yote. Katika jina la Yesu. Hapa katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa mtazamaji mahali alipo. Mungu atabariki tukakukomboe. Wewe ni Mungu uwezo na yote, na jina lako liko Mungu uwezo na mamlaka juu ya mamlaka yote. Katika jina la Yesu Kristo. Najua ya kwamba Mungu wetu wewe ni mtakatifu, wewe ni mwingi wa rehema, unaweza mambo yote, na jina lako kwa mbinguni linahitaji sifa. Wakati tunapokombolewa, wakati unapopona watu wako, wakati watu wako wanapowekwa uhuru, jina lako likatukuzwe katika jina safi la Bwana wetu Yesu Kristo. Mtazamaji mahali alipo Baba, hata kama ni mgonjwa akapona, na jina lako likatukuzwe katika jina Yesu naomba na kuamini. Sema amen. Mtazamaji mahali ulipo, kama unatoka hata kupokea Bwana Yesu ili apate kukuongoza. Bila Yesu ni nini? Mkubali Yesu katika maisha yako. Na hakika Yesu Kristo wa Nazareti anaweza kubadilisha maisha yako. Yesu anaweza kubadilisha kila kitu. Hata kama ni mgonjwa, umekata tamaa, unaangalia maisha yako yanafika mwisho, hakika
nataka Yesu akubadilishie maisha yako katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako upate kuniokoa. Asante kwa kifo chako msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Bwana, nakuomba uweze kuniokoa, uweze kunitakasa katika jina la Yesu. Kila laana ukaniondolee, kwa maana ulifanyika laana ili uweze kusiondoa mahali. Asante Yesu kwa wokovu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Amen. Mungu amani apate kukubariki. Amen.